Watu wengi wanafikiri biashara ni swala la kila mtu. Na siku hizi watu wengi watakwambia kwamba jiajiri, anzisha biashara. Yaani ukiamka tu wetu amke uanzishe biashara. Na watu wengi wanaaminiki pengine watu wengi hawaanzishi biashara kwa sababu hawana mitaji. Sasa nilikuwa najaribu kujiuliza hapa leo hii mtu akakwambia labda nakupa milioni 50. Wewe unaanzisha biashara gani? Milioni 50 kwa sasa hivi kwa haraka ndugu yangu, kutokana na experience yangu. Taanzisha biashara ambayo nikilala nikiamka kichwa kiko vile vile. Nimelala kichwa kiumi, nikiamka kichwa kiumi. Kwa hiyo haraka kwa biashara milioni 50 kwa haraka nitaanzisha biashara ambayo inahusisha ujuzi kwa upande wangu mimi. Yani nitaangalia kitu ambacho niko nacho, kwa sababu mfano mimi ukiachana na elimu ya chuoni, mimi nina skills hizi ya kuwa fundi. Kuwa fundi maana yake nakupa solution, fundi naongea fundi mechanical, kutengeneza vifaa vya umeme. Nakupa solution kwenye kifaa chako cha umeme, unanipa pesa. Kwa hiyo ile 50 nitaiwekeza kwenye asset, kununua vifaa hivi na hivi, mambo ya frame. Hivyo. Yaani kuliko ile biashara kwamba sasa nimesikia bana sijui Kevin Kibenje bana anaagiza bidhaa China au fulani mfanya biashara fulani anaagiza bidhaa. Kwamba vipodozi bana kule China tunauza simu 300, simu 500, nichukue milioni 50 nyingine mtu anakuambia bwana biashara ya simu inalipa. Biashara anadanganyana sana jamaa. Sasa hapo nikakumbuka kwamba kuna dhana moja ilikuwa inajadili kuhusiana na biashara nzuri. Ndio. Ipi ni biashara nzuri? Sasa umeongelea kwenye swala la kuuza ujuzi. Mimi kwa uzoefu wangu nafikiri biashara ambayo inahusisha kuuza ujuzi ndio biashara nzuri kuliko biashara ambayo inauza bidhaa. Unajua kwa mfano wewe una duka la jumla labda. Ndio. Labda unauza mahitaji ya nyumbani. Ukishachukua mzigo ukiweka kwenye duka lako, ukiuza ule mzigo inabidi ununue mzigo mwingine uweke kurudishia hapo. Sasa kwa nini hapo watu wengi wanaferi? Watu wengi wanaferi kwa sababu mtaji wao ambao wamewekeza kwenye biashara, labda mtu anachukua labda kama milioni 50 au 40, ananunua mzigo. Akiuza anafikiri kwamba ile hela yote ambayo anapata kwenye mauzo ni pesa ambayo ni faida, lakini anasahau kwamba kwenye yale mauzo kuna mtaji wake pia, na baadaye yale mauzo anatumia anaingiza kwenye operation cost. Anaanza kulipa watu mishahara, ananunua umeme pale ofisini, atalipa kodi. Mwisho wa siku anaweza kujikuta kwamba mzigo dukani umeisha. Pesa pia alionayo mkononi haitoshi kununua mzigo kama ambao alinunua mara ya kwanza. Yaani pale maana yake anajikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Mwisho wa siku anajikuta kwamba mtaji wake umeshuka, pesa hawezi kuelewa kwamba imekwenda wapi. So mimi nafikiri mtu kama anauza ujuzi hauwezi ku-expire. Yaani kwamba mimi leo nimefungua saluni alafu najua kunyoa. Yaani kesho ili niweze kupata 5,000 au 10,000 nahitaji tu mtu aje ofisini kwangu, mashine yangu iko pale nimnyoe. Tofauti kwamba mimi nauza sukari. Yaani leo nikiuza sukari na kesho natakiwa niwe na sukari ili mtu aweze kununua. Kwani kwenye ujuzi hapo hamna hasara labda kwenye upande wa biashara? Yaani mfano umetumia ujuzi wako kuweza kuwa biashara. Huwa hamna hasara labda inaweza ikatokea? Yaani hapo kwa experience yako, kwa sababu umesema hasara kama itakuwepo haitofanana na mtu ambaye anauza bidhaa. Itakuwa ni tofauti. Sababu bidhaa itatakiwa ukainunue, unless uniambie kwamba unatengeneza mwenyewe. Hata kama unatengeneza mwenyewe ukatengeneza bidhaa zote. Kwa hiyo manake ujuzi wewe ule uko nao. Yaani kwamba mimi labda nina vifaa vyangu kama fundi umeme. Kwa hiyo unapokuja unalipa kazi ya kwenda kutengeneza kukufanyia installation labda ya kufanyia wiring katika nyumba yako, mimi sitohitaji tena ninunue ujuzi ili nije kuhudumia wewe. Ile nitakachohitaji mimi ni ujuzi wangu na vifaa vyangu nije kufanya kazi. Kwa hiyo manake uwezekano wa kupata hasara kwenye ujuzi ni mdogo kulinganisha na uwezekano wa kupata hasara pale ambapo unauza bidhaa. Alafu kuna msemo mmoja niwahi kusikia hivi, sasa sijajua ni nadharia au ni kweli. Watu wengi wanasema kwamba ukiona kuna dogo moja aliwahi kuniambia ukiona umeanzisha biashara ikapita kama miezi 3 au miezi 4 kwenye hiyo biashara ile eneo ulipoanzia biashara ama hilo eneo, sasa hiyo nadharia wewe unaichukulia uame? Yaani kuna dogo mmoja alianzisha biashara ya duka usambazaji wa vinywaji vya jumla. Miezi kama 3 hivi
upepo umekataa kabisa, kata yani mauzo yanayoingia, mauzo yanayotoka. Sasa kutokana na nani yake anavyodai, ukiona hivyo kwa dalili za namna hiyo ni kwamba eti eneo limekukataa. Kwa hiyo madai mimi sidhani kama kuna eneo linaweza likamkataa mtu au kuna biashara inaweza ikamkataa mtu. Yaani nachopingana ni mtu kufikiria kwamba kila mtu anaweza kufanya biashara. Sio kila mtu anaweza kufanya biashara na sio kila mtu anaweza kufanya biashara fulani. Yaani inawezekana wewe ukafanya biashara ya chakula ikaendana na tunasema na ile personality yako wewe, uzoefu wako wewe, biashara ikakulipa. Yaani biashara inakulipa wewe, sio lazima inilipe mimi. Inatofautiana. Sehemu ambayo biashara yangu mimi inaweza kukataa, sio lazima na wewe kukatae. Kwa sababu unaweza kukuta sehemu kuna mtu anafunga duka, lakini kuna mtu mwingine pale anaenda kufungua duka na anafanya biashara. Kwa hiyo maana yake sidhani kama kuna mzania wa jumla ambao unaamua kwamba ndani ya muda fulani mtu sehemu fulani biashara ikikataa uondoke, au unaenda kafanya biashara sehemu fulani au kafanya biashara ya aina fulani. Kila mtu anaweza akawa anaweza kafanya biashara ikamlipa au isimlipe. Unaweza kaiga biashara ya mtu na bado kaangukia pua. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema mfano sababu mojawapo ya biashara kufa, tuseme kama biashara ya chakula. Nilikuwa ninauzia eneo labda la Mtoni kwa Ziziari. Mazingira ya pale nje yalikuwa ni mazingira ya kawaida, nimetengeneza ofisi ya makuti hivi, watu wanakula chakula buku jero buku mbili. Lakini biashara inakufa mara baada ya kufanya improvement kwenye lile eneo. Hicho kitu ulishawahi kukifikiria, labda ushawahi kukisikia hata kwenye mabaa? Yaani mtu anadai kwamba baa yake kipindi iko loko, watu walikuwa ni wengi. Alivyoibadilisha labda akagrade, ameweka kacha nini mbao, biashara inakufa. Hicho kitu nadhani huwa ni cha kweli. Maana yani stories zimekuwa ni nyingi sana mtaani. Sina imani nacho sana, lakini nachofikiria ni kwamba inawezekana ulivyofanya improvement ndio iliendana na watu ambao unawahudumia. Yani kama wewe una biashara yako inalenga zaidi kuwahudumia wanawake, kama unafanya improvement ambazo zinawavutia zaidi wanaume, una expect biashara ita survive? Haiwezekani. Wewe umefanya maboresho katika biashara yako kana kwamba unakwenda kuwahudumia wakazi wa Masaki katika eneo ambalo ni la Mtongani. Unategemea biashara yako itaishi? Hapo kweli. Hapo kwa hiyo unasema sisi tumezoea chakula cha 2000, ila tukiona vile hapo sio same. Chakula kinakuwa cha 3000 hapa. Wewe mwenyewe kuna maduka tu unaogopa kuingia kwa sababu unasema pengine hapa vitu vitakuwa bei gani. Unakuta pale unanunua unakuta sabuni iko pale kabisa, unaiona ile. Ila sasa kwenda pale unaona yani nje unakutana na duka yani duka la bei ya jumla, lakini lina frame linawakawaka. Mimi nafikiria hakuna biashara nzuri, hakuna biashara mbaya. Sio kila mtu anapaswa kufanya biashara. Ndio. Yani biashara sio kwa ajili ya kila mtu. Biashara ina watu wake. Biashara sio kwa ajili ya kila mtu. Siwezi kusema ina watu wake, lakini sio kwa ajili ya kila mtu. Sasa hapo na kabla hatujamaliza hapa, kuna swali hivi, huwa ni kwa nini, na hiyo kitu iko wazi, kwa nini sasa wafanya biashara wengi ambao wao wameendelea watu ambao wanakuwa wana elimu ndogo, sasa wanajiuliza hiyo elimu yao ndogo ndio wao inawasaidia kuendelea au kuna kipi? Mfano mzuri nitakupa kabila la Waha, Wakinga wengi sana elimu zao darasa 7 form 1. Ukienda kule Njombe kule Wakinga wanamiliki misitu mikubwa, wanafanya biashara ya mbao. Sasa huwa ni issue ni nini mpaka inafika tu sasa wasomi zetu tunashindwa kumanage biashara zetu? Wale ambao hawajasoma Kariakoo ndio wanakuwa wanamiliki maduka makubwa pale. Nafikiri shida sio kusoma au kutokusoma. Shida ni elimu, aina ya elimu ambayo umepata. Ndio. Yaani ukimwona mtu, niliwahi kusema sehemu, huwezi kukuta tajiri mjinga. Yaani hayupo. Hamna tajiri mjinga. Ili mtu awe tajiri, lazima kuna kitu anakijua nyewe wengine hamkijui. Cha ziada. Of course. Kwa hiyo maana yake ukimwona mkinga ambaye hajafika hata darasa la 7 anamiliki duka Kariakoo, kuna elimu anayo wewe hauna. Na ndio elimu ambayo shuleni wengi tunaikosa. Kwa hiyo maana yake elimu mnayosoma nyinyi darasani inakosa uhalisia katika maisha ya kawaida. Na ndio maana mtu ambaye ana elimu ya biashara katika uhalisia, siongelei business administration, bachelor of business administration. Naongelea mtu ambaye ana elimu ya biashara kwa uhalisia, atafanikiwa kuliko mtu ambaye ana elimu ya biashara kwa nadharia. Yaani profesa wa biashara hajawahi kufungua hata genge. Umeelewa vizuri? Na CPA sio na nini. Tofauti na huyu ambaye ameanza biashara, anaenda stereo, ananunua matunda. Yule ana elimu ya biashara. Sasa hao ndo mtaani hao ndio ambao hawasikiki sana, lakini ndio wanakuwa na mafanikio makubwa. Ni sahihi kabisa. Yaani wale wana elimu ya kitu sahihi. Yaani kama ingekuwa labda katika ngazi za elimu tungesema wenyewe ni wamebobea kwenye biashara. Mtu anajua kila kona ya biashara. Sasa wewe ukifikiria kwamba kwa sababu labda umesoma business administration ukataka kuapply zile theory zako kwenye maisha halisi,
huku kuna kanuni zingine. Huku kuna kanuni zingine, maanake wanaofanikiwa ni watu ambao wana elimu sahihi ya biashara. Sio kwamba ni wajinga, ni vile tu wajaenda darasani, ila wana elimu ya biashara. Tuachie watazamaji. Watuambie tu na wao kama kuna biashara sahihi au sio sahihi. Sisi tunaondoka na kauli moja kwamba sio kila biashara iko kwa kila mtu. Sio ukiona fulani amefungua duka la urembo anauza, basi na wewe ukafungue duka la urembo wewe ukauza. Biashara inaweza ikawa na faida kwa mtu mmoja na ikawa ina hasara kwa mtu mwingine. Naitwa Casto Kayombo. Langu jina ni Kobe the Storyteller.